Ruth, utangulizi. Kitabu hiki kimepewa jina la mwanamke ambaye habari zake ndizo simulizi kuu, yaani Ruthu Mmoabi. Elimeleki, mkewe Naomi na watoto wao wa kiume, Maloni na Kilioni wa kabila la Efraimu walitoka Yuda, wakaenda kuhemera katika nchi ya Moabu. Kwa kuwa walikaa huko kwa muda, watoto wao walioa wa Moabi, Ofra na Ruthu. Baadaye Elimeleki na wanawe wawili wakafariki. Oprah, Ruth na mama mkwe wao Naomi wote wakawa wajane. Naomi aliamua kurudi nyumbani Bethlehemu. Ruth aliambatana na Naomi hadi Yuda. Kisha Ruth akaolewa na Boazi, mtu mwenye sifa ya bidii, roho nzuri, tajiri na aliyekuwa jamaa ya mumewe marehemu. Masimulizi ya kitabu hiki yanavutia sana. Uhusiano kati ya mwanamke na wakwe zake, mwajiri na wafanya kazi na maofisa wa mji na raia unatuonyesha muundo wa utaratibu wa maisha yenye upendo, maisha ya kumtii Mungu na kumpenda jirani kama nafsi yake. Kilele cha masimulizi juu ya Ruth ni aliyedhaniwa kuwa amepoteza kila kitu, anaingia kwenye chimbuko la mfalme mkuu kuliko wote katika historia ya Israeli, yaani mfalme Daudi na Yesu Kristo. Yaliomo: moja, utangulizi, sura ya kwanza 1-5. Pili, Naomi na wakwe zake wa Moabi, sura ya kwanza 6-22. Tatu, maisha mpya katika Yuda, sura ya pili 1-4, 12. Ya nne, masimulizi juu ya nasaba ya Daudi, sura ya 4 13-22. Ruth, sura ya kwanza. Familia ya Elimeleki yaenda Moabu. Ikawa zamani za waamuzi walipoamua, walikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Na jina la huyu mtu aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe ni Naomi, na majina ya wanawe wawili ni Maloni na Kilioni, Waefrathi wa Bethlehemu ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu, wakakaa huko. Akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili, nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu. Na jina la mmoja aliitwa Oprah, na jina la wapili Ruth. Wakakaa huko yapata miaka 10. Wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Naomi na wakwezwe wa Moabi. Ndipo alipoondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka nchi ya Moabu, maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewaajiria watu wake na kuwapa chakula. Basi akatoka pale alipokuwapo na wakwezwe wawili pamoja naye, wakashika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Kisha Naomi akawaambia wakwezwe wawili, nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Bwana na watendee mema ninyi kama ninyi mlivyowatendea mema hao waliofariki, na mimi pia. Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Kisha akawabusu, nao wakapaza sauti zao wakalia. Wakamwambia, la sivyo, lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Naye Naomi akasema, enyi wanangu, mrejee, kwani kufuatana na mimi? Je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu, hata wawe waume zenu? Enyi wanangu, mrejee, nendeni zenu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini, kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume, je, mngesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Mngejizuia msiwe na waume? La sivyo, wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Nao wakapaza sauti zao wakalia tena, na Oprah akambusu mkwewe, lakini Ruth akaambatana naye. Naye akasema, tazama, shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake, basi urejee wewe umfuate shemeji yako. Naye Ruth akasema, usinisihi nikuache, nirejee nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa
nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana anitende vivyo na kuzidi, ila kufa tu kutatutenga wewe na mimi. Basi alipomuona kuwa amekaza nia yake kufuatana naye, aliacha kusema naye. Hivyo hao wakaendelea wote wawili hata walipofika Bethlehemu. Na ikawa walipofika Bethlehemu, mji wote ulitaharuki kwa habari zao. Nao wanawake wakasema, je, huyu ni Naomi? Akawaambia, msiniite Naomi, niiteni Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Mimi nalitoka hali nimejaa, naye Bwana amenirudisha sina kitu. Kwani kuniita Naomi, ikiwa Bwana ameshuhudia juu yangu na Mwenyezi Mungu amenitesa? Basi Naomi akarudi pamoja na Ruth Moabi mkwewe, ambao walirudi kutoka nchi ya Moabu, nao wakafika Bethlehemu mwanzo wa mavuno ya shairi. Ruth sura ya pili. Ruth akutana na Boazi. Basi huyo Naomi alikuwa na ndugu ya mumewe, mtu mkuu mwenye mali, na jamaa yake Elimeleki, na jina lake aliitwa Boazi. Naye Ruth Moabi akamwambia Naomi, sasa niende kondeni niokote mazazo ya masuke nyuma yake yule ambaye nitaona kibali machoni pake. Akamwambia, haya mwanangu, nenda. Basi akaenda, akaja akaokota mazazo kondeni nyuma ya wavunaji. Na bahati yake ikamtukia kwamba akaifika sehemu ya shamba iliyokuwa mali yake huyu Boazi, ambaye alikuwa wa jamaa yake Elimeleki. Na tazama, Boazi akaja kutoka Bethlehemu kuwaamkia wavunaji, akasema, Bwana akae nanyi. Nao akamuitikia, Bwana na akubariki. Kisha Boazi akamuuliza mtumishi aliyewasimamia wavunaji, na huyu je, ni msichana wa nani? Yule msimamizi aliyewasimamia wavunaji akajibu akasema, ni yule msichana Mmoabi aliyerudi pamoja na Naomi kutoka nchi ya Moabu. Naye akasema, tafadhali niruhusu kuokota masazo na kukusanya nyuma ya wavunaji kati ya miganda. Basi akaja, naye ameshinda tangu asubuhi hata sasa, isipokuwa alikaa nyumbani kitambo kidogo. Basi Boaz akamwambia Ruth, mwanangu, sikiliza, wewe usiende kuokota masazo katika shamba lingine, wala usiondoke hapa, lakini ukae papa hapa karibu na wasichana wangu. Macho yako na yaelekee konde walivunalo, ufuatane nao. Je, sikuwaagiza vijana wasikuguze? Tena ukiona kiu uende kwenye vyombo nawe uyanywe walioyateka hao vijana. Ndipo aliposujudia akainama mpaka nchi, akamwambia, jinsi gani nimepata kibali machoni pako hata ukanifahamu mimi niliye mgeni? Naye Boazi akajibu akamwambia, nimeelezwa sana yote uliyomfanyia mkweo tangu alipokufa mumeo, na jinsi ulivyowaacha baba yako na mama yako na nchi yako uliozaliwa, ukawafikiria watu usiowajua tangu hapo. Bwana akujazi kwa kazi yako, nawe upewe thawabu kamili na Bwana Mungu wa Israeli, ambaye umekuja kukimbilia nchi ya mabawa yake. Ndipo aliposema, Bwana wangu, na nipate kibali machoni pako, kwa sababu wewe umeniburudisha moyo na kumwambia mema mjakazi wako, ingawa mimi si kama mojawapo wa wajakazi wako. Tena wakati wa chakula huyo Boazi akamwambia, karibu kwetu, ule katika mkate wetu, na ulichovye tonge lako katika siki yetu. Basi akaketi pamoja na wavunaji, nao wakampitishia bisi, naye akala akashiba, hata akasaza. Naye alipoinuka tena ili aende kuokota masazo, huyu Boaz aliwaagiza vijana wake akisema, mwacheni aokote hata kati ya miganda, wala msimkemee. Tena mtoleeni kidogo katika matita na kukiacha, na akiokote, wala msikamkataze. Basi Ruth akaokota masazo kondeni hata jioni, kisha akazipura zile nafaka alizoziokota, zikawa yapata efu moja ya shairi. Akajitwika akaenda zake mjini, akamwonyesha mkwewe
zile alizoziokota, akavitoa vile vyakula alivyovisaza. Alipokwisha kushiba akampa. Basi mkwewe akamuuliza, je, umeokota wapi leo? Umefanya kazi wapi? Na abarikiwe yeye aliyekufahamu. Naye akawamwarifu mkwewe ni nani ambaye alifanya kazi kwake. Akasema, yule mtu niliyefanya kazi kwake leo, jina lake aitwa Boazi. Naye Naomi akamwambia mkwewe, na abarikiwe huyu na Bwana, ambaye hakuacha wema wake, wala kwa hao walio hai, wala kwa hao waliokufa. Kisha Naomi akamwambia, mtu huyo ni wa habari yetu, mmojawapo wa jamaa yetu aliye karibu. Naye Ruthu Mmoabu akasema, naam, akaniambia, ukae papa hapa karibu na vijana wangu hata watakapomaliza mavuno yangu yote. Kisha Naomi akamwambia Ruthu mkwewe, mwanangu, ni vizuri wewe ufuatane na wasichana wake, wala watu wasikukute katika konde linginelo lote. Hivyo yeye akafuatana na wasichana wa Boazi na kuokota hata mwisho wa mavuno ya shayiri na mavuno ya ngano pia, naye alikuwa akikaa kwa mkwewe. Ruthu sura ya 3. Ruthu na Boazi kwenye uga wa kupepetea. Kisha Naomi akamwambia mkwewe, je, mwanangu, si vizuri nikutafutie raha ili upate mema? Basi na huyo Boazi je, si wa habari yetu, ambaye ulikuwapo pamoja na wasichana wake? Tazama, usiku wa leo atakuwa akipepeta shayiri pale ugani. Basi wewe oga, ujipake mafuta, ujivike mavazi yako, kisha uende kwenye uga. Walakini usijionyeshe kwake mtu yule, ila atakapokwisha kula na kunywa, nayo itakuwa wakati atakapolala, utapaangalia mahali alalapo, nawe uingie, uifunue miguu yake, ujilaze hapo, na yeye atakuambia utakalo lifanya. Akamwambia, hayo yote unenayo mimi nitayafanya. Basi akashuka mpaka ugani, akafanya yote kama vile mkwewe alivyomwagiza. Ikawa huyu Boazi alipokwisha kula na kunywa na moyo wake umekunjuka, alikwenda kulala penye mwisho wa chungu ya nafaka. Na huyu mwanamke akaja taratibu, akaifunua miguu yake, akajilaza papo hapo. Na ikawa usiku wa 8, yule mtu akastuka, akajigeuza, na kumbe yupo mwanamke amelala miguuni pake. Akasema, ama ni nani wewe? Akamjibu, ni mimi Ruthu, mjakazi wako. Uitande nguo yako juu ya mjakazi wako, kwa kuwa ndiwe wa jamaa aliye karibu. Akamwambia, mwanangu, ubarikiwe na Bwana, umezidi kuonyesha fadhili zako mwisho kuliko mwanzo, kwa vile usivyo wafuata vijana, kama ni maskini, kama ni matajiri. Basi mwanangu, usiogope, mimi nitakufanyia yote uyanenayo, kwa maana mji wote pia wa watu wangu wanakujua ya kuwa kwamba yu mwanamke mwema. Tena ndiyo kweli ya kuwa mimi ni wa jamaa yako aliye karibu, lakini kuna mtu mmoja wa jamaa aliye karibu kuliko mimi. Wewe ugoje usiku huu, kisha asubuhi kama akikubali kukufanyia ipasavyo jamaa, haya na akufanyie, lakini ikiwa hataki yeye, basi mimi nitakufanyia impasavyo jamaa. Bwana aishivyo, ulale wewe hata asubuhi. Hivyo huyu mwanamke akalala miguuni pake hata asubuhi, akaondoka mapema, asijaweza mtu kumtambua mwenziwe. Maana Boazi amesema, isijulikane kabisa ya kuwa mwanamke alifika penye uga. Tena alisema, lete hapa shera yako ulioivaa, uishike. Naye akaishika, naye akampimia vipimo 6 vya shayiri, akamtwika. Kisha huyo mwanamke akaenda zake mjini. Basi alipofika kwa mkwewe, huyo akamuuliza, je, mwanangu, imekuwaje? Akamwambia yote yule mtu alivyomfanyia. Akasema, na vipimo hivi 6 vya shayiri amenipa, maana akaniambia, usiende kwa mkweo mikono mitupu. Naye mkwewe akasema, basi mwanangu, tulia hata utakapojua jinsi litakavyotukia jambo hili, kwa sababu mtu huyu hataridhika
asipomaliza jambo hili leo. Ruth sura ya 4. Ndoa ya Boazi na Ruthu. Basi Boazi akakwea kwenda mpaka langoni, akaketi pale. Na tazama, yule mtu wa jamaa aliyekuwa karibu, ambaye Boazi amemnena, akapita. Naye akamuita, haya wewe, karibu uketi hapa. Naye akaja akaketi. Kisha akatoa watu 10 miongoni mwa wazee wa mji, akawaambia, ninyi nanyi ketini hapa. Wakaketi. Kisha akamwambia yule jamaa, huyu Naomi aliyerudi hapa kutoka nchi ya Moab anauza sehemu ya ardhi aliyokuwa nayo ndugu yetu Elimeleki. Nami ilikuwa ni nia yangu nikujulisha wewe na kukuambia uinunue mbele ya hao waliopo na mbele ya wazee wa watu wangu. Kama wewe utaikomboa, haya uikomboe. Lakini kama hutaikomboa, uniambie ili nijue mimi, kwa kuwa hakuna mtu wa kuikomboa ila wewe, na baada yako ni mimi. Naye akasema, nitaikomboa mimi. Ndipo Boazi akasema, siku ile utakapo ninunua shamba mkononi mwa Naomi, unamnunua Ruth pia, huyu Moabi, mkewe marehemu, ili makusudi umuinulie marehemu jina katika urithi wake. Basi yule jamaa aliyekuwa wa karibu akasema, mimi sitaweza kulikomboa kwa nafsi yangu, nisije nikauharibu urithi wangu mwenyewe. Basi haki yangu ya kulikomboa ujichukulie wewe, maana mimi sitaweza kulikomboa. Basi hii ilikuwa desturi zamani za kale katika Israeli, kwa habari kukomboa na kubadiliana, ili kuyahakikisha yote. Mtu huvua kiatu chake na kumpa mwenziwe. Ndivyo walivyohakikisha neno katika Israeli. Basi yule jamaa akamwambia Boazi, wewe ujinunulie mwenyewe. Akavua kiatu chake. Naye Boazi akawaambia wale wazee na watu wote, leo hivi ninyi ni mashahidi ya kwamba mimi nimenunua yote yaliyokuwa ya Elimeleki na yote yaliyokuwa ya Kilioni na Maloni mkononi mwa Naomi. Tena huyu Ruth Moabi, mkewe Maloni, nimemnunua awe mke wangu, makusudi nipate kumuinulia marehemu jina katika urithi wake. Jina lake marehemu lisikatike miongoni mwa ndugu zake, wala langoni pa mji wake. Leo hivi ninyi ni mashahidi. Na watu wote waliokuwapo langoni na wale wazee wakasema, naam, sisi ni mashahidi. Bwana na amfanye mwanamke huyu aingie nyumbani mwako kuwa kama Raheli na kama Lea, wale wawili waliojenga nyumba ya Israeli. Nawe ufanikiwe katika Efrata na kuwa mashuhuri katika Bethlehemu. Nyumba yako na ifanane na nyumba ya Peresi, ambaye kwamba Tamari alimzalia Yuda, kwa wazao atakao kupa Bwana katika mwanamke huyu. Na 7 ya Daudi. Basi Boazi akamtoa Ruth, naye akawa mke wake, naye akaingia kwake, na Bwana akamjalia kuchukua mimba, naye akazaa mtoto wa kiume. Nao wale wanawake wakamwambia Naomi, na ahimidiwe Bwana asiyekuacha leo hali huna wa jamaa aliye karibu. Jina lake huyu na liwe kuu katika Israeli, naye atakurejezea uhai wako na kukuangalia katika uzee wako, kwa maana mkweo ambaye akupenda naye anakufa kuliko watoto 7 ndiye aliyemzaa. Basi Naomi akamtoa yule mtoto, akamweka kifuani pake, akawa mlezi wake. Nao wale wanawake waliokuwa jirani zake wakampa jina, wakisema, Naomi amezaliwa mwana. Wakamuita jina lake Obedi. Yeye ndiye baba yake Yese, aliye baba ya Daudi. Hivi ndivyo vizazi vya Peresi. Peresi alimzaa Hesroni, na Hesroni akamzaa Ramu, na Ramu akamzaa Aminadabu, na Aminadabu akamzaa Nashoni, na Nashoni akamzaa Salmoni, na Salmoni akamzaa Boazi, na Boazi akamzaa Obedi, na Obedi akamzaa Yese, na Yese akamzaa Daudi.